Wanawake wanapojipaka manukato, ulama wamesema wako katika hali nne. Hali ya kwanza, mwanamke akipaka manukato yupata thawabu. Hali gani? Ikiwa mwanamke atajipaka manukato kwa ajili ya mume wake, na katika mambo ya kumfanya mwanamke avutie kwa mume wake ni kupaka manukato na kupaka marashi. Hali ya pili, anapojipaka manukato na ikiwa hakuna wanaume pale ambaye ni ajnabi, wanaume ambao hawawezi kumuoa, mathalan babako hawezi kukuoa kama wewe ni mwanamke, ndugu yako wa kiume hawezi kukuoa, mtoto wako hawezi kukuoa, hawa wanajulikana kama maharim. Hawa mahram wale ambao ni mahram, ukiwa umejipaka manukato, hali ya pili, ukiwa na wao haidhuru, si dhambi. Na ikiwa ni mahali ambapo ni wanawake peke yake wamekusanyika, si dhambi. Mathalan katika msikiti wa Jamia, 10 ya mwisho tulikuwa na itikafu. 10 ya mwisho tulikuwa na itikafu, wake na wanaume. Wanawake walikuwa peke yao kule juu. Ikiwa mwanamke ametaka kuswali salatu aljum'a akajipaka manukato na ni wanawake peke yake, hakuna shida. Nafikiri imefahamika. Hali ya ngapi? Hali ya pili, hali ambayo haileti fitna, imma kwa sababu ni wanawake wenzake au ni wanaume ambao ni maharim zake, si ajnabi. Hali ya tatu, mwanamke kupaka manukato ni mwanamke ambaye anaipaka manukato na hamu yake ni kutaka wanaume ambao si halali yake au wanaume ambao si mahramu wake wapate kusikia hiyo harufu. Na huyu mwanamke ana dhambi kubwa mbele ya Allah. Mwanamke amepaka manukato na amepita mbele ya wanaume, na hao wanaume si mahram wala si mume wake, ni wanaume ajnabi, na nia yake kubwa ni kwamba akipita mbele ya wale wanaume ili wale wanaume wapate kusikia harufu yake. Nia yake ni hiyo. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, asema idha sta'tarat almar'a, mwanamke anapojipaka manukato, famarrat ala alqaumi liyajidu rihaha, akapita mbele ya wanaume ili wale wanaume wasikie harufu yake, fahiya kadha wa kadha, fahiya kadha wa kadha, wa qala qawlan shadidan, yani hiya zania, ni mwanamke aliyefanya zina. Bali siku moja katika masahaba alimwona mwanamke aenda msikitini na amejipaka manukato, akapita mpaka kila mtu akipita yafuata hiyo harufu, amona ni yule mwanamke. Yule akamwambia, mwambieni yule mwanamke aende akaoge janaba, nikana kwamba amelala na mume wake, amezini. Kwa hivyo ikiwa nia mwanamke ajipaka manukato ili apate kuwafitinisha wanaume, ili apate watu wapate kumwangalia, la ilaha illa Allah, ana madhambi makubwa mbele ya Allah. Hali ya tatu au hali ya nne ambayo ulama wamesema ni mwanamke ambaye aliyejipaka manukato na nia yake si kuvutia wanaume, amejipaka wanavyosema lugha leo kwa raha zake, na akapita mbele ya wanaume si kwa ajili ya kuwavutia wanaume wala kuwafitinisha, basi huyu pia yuko katika hali ya dhambi, lakini si sawa na yule mwanamke wa hali ya tatu ambaye yupaka ili kufitinisha wanaume, wal iyadhu billah.